سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tuendelea na darasa yetu hii ya masala mbalimbali yenye kuteuliwa, na sisi pia vile vile twateua baadhi ya masala katika kanda letu, ikiwa leo tunaendelea na swali linalouliza hal yajuzu lil abi mathalan ijbaru mauliyatihi ala nikah in kanat tayyiban kama yafaluhu ba'dhu nnas. Swali lauliza hivyo, je, inajuzu kwa baba mfano ijbaru mauliyatihi, kumteza nguvu mtawala wake, ala nikah, kutokamana na ndoa, in kanat tayyiba, akiwa ni mke mkuu, inajuzu kama yafaluhu ba'dhu nnas, kama walifanyavyo hilo baadhi ya watu. Jambo hili la juzu katika sheria ya Uislamu, kwamba baba naye ana nafasi yake ya kuweza kumteza nguvu nani? Mtoto wake wa kike. Sawa. Aljawabu ni kwamba ma yafaluhu ba'dhu nnas, lile walifanyalo baadhi ya watu, min ijbari almar'ati thayyibi, nako ni kumteza nguvu mwanamke mkuu, ala nikah, juu ya ndoa, idha wajaduha khaliyatan ma'a rajul, pindipo tu wanapomkuta faragha pamoja na mwanamme, ghairu jaizi, si jambo lenye kujuzu. Sababu umemkuta faragha amekaa na mwanamme, kwa hiyo wewe ukaona hapa ndio mahala pake pa kumteza nguvu kwa ajili ya kumwozesha. Na tusema tu kwamba si mwanamume yoyote, si baba yoyote pia vile vile, achilia mbali kumteza nguvu, hata kama si kumteza nguvu, si baba yoyote au si wali yoyote, anaweza akafikia hatua ya ruhusa ya kuweza kuitoa ili mtoto wa kike aozeshwe. Si wali yoyote, anaweza kweli akawa wali, lakini ikawa miongoni mwa zile sharti zinazotakikana yeye hayumo. Anaweza akawa ni baba yake mzazi hasa, achilia mbali kuwa ni baba yake wa nje ya ndoa, anaweza akawa ni baba yake mzazi, lakini kuna sharti mpaka ziangaliwe. Kaelewana wazee? Kuna sharti mpaka zizingatiwe. Nadhani katika sharti ziko takriban sharti 8. Kuna sharti 8 mzazi atakiwa achunguzwe ndani ya hizo sharti 8. Je, isijekuwa kuna moja miongoni mwa hayo mambo 8 anayo? Tuelewana? Ijapokuwa kuna mingine katika mambo 8 hayo huwezi kumchunguza kwa macho, sawa, isipokuwa atapata uchunguzi kwa uonekano wake kuwa mbali. Mfano yuko mbali kenda hija na ashahirimia huko aliko, sawa, lile litakuwa liko hadhiri, linajulikana. Lakini kuna mingine lazima uyachunguze, uyajue, sawa, awe pia ni mukallafu fi shar'i, sawa, ameshakalifiwa na sheria katika mambo 8. Katika mambo 8 hayo isifikia hatua kuna ijibari hapo ndani yake, kuna kutezwa nguvu. Mmekaa hapo vijibarobaro kwenye dirisha hapo la sitting room, umeona, mkakaa hapo nje kibarazani mkapiga story. Sasa ingia wewe, ingia wewe, ingia wewe, ingia wewe. Baba mko hapo kakaa anasikia kwamba hao wanaokuja sijui ndio hao wako hao, sawa. Alafu mwenye kutaka kuoa anajifutua kinunu pale, sema mzee, mimi si tunaenda hapo, lakini mzee akikataa mtafanya vile vile kama nilivyomfanya yule wa kwanza, sawa. Alafu mwenzake anamuuliza, yupi bwana wewe, mbona una tabu? Si yule aliyosababisha mpaka nikafungwa, mbona kwani ulimfanya? Mimi nilikwenda bwana kumtaka mtoto wake bomba, lakini naona akaletea mizembe, mimi kaona nimkate, sawa, nikaona nifanyeje, nimkate shingo, umeona. Jamaa wakabidi wanichukulia hatua, wakaenda wakanifunga, lakini bwana sijachoka bwana,
Ugali wa jela, maharage ya jela kule sijachoka. Huyu akiniletea mizengo pia namalizana naye. Baba mkwe akafanyaje? Akaisikia ile story. Kwa hiyo kuingia tu, mzee ndio wewe mkongwe. Vipi bwana? Basi bwana wewe hutorudi tena jela. Mimi nitakuozesha bwana. Sasa hapo itakuwa ametenzwa nguvu kwa sababu ametishiwa nini? Amani. Tumeelewana? Kwa hiyo miongoni mwa mambo 8 inshallah, Allah akituafikisha tutakuja kuyaeleza mambo 8, sharti 8 zote kwa mtu ambaye itakuwa ni walii ili ziweze kujulikana. Yaendelea yasema ghairu jaizi, jambo hili halijuzu, wala yanaqidu dhalika nikah, na wala haitofungamanishwa hapo ndoa, inkani bi ghairi rilaha, ikiwa si katika radhi yake, ikiwa si katika radhi yake, hajaridhia yule mwanamke. Wakadhalika yu'tabaru rila zawj, na ni kama hivi pia vile vile huzingatiwa radhi ya mume. Anataka kuoa pia lazima aridhie. Umekubali kumuoa fulani binti fulani kwa idhini kadha kadha kadha, sawa, shati na yeye aitikie nimekubali. Akisema sijakubali, sitaki, sawa. Fala yasiku ijbaru almar'i ala nikah, haisihi kumteza nguvu mwanamke katika ndoa. Umeeleweka? Lakini hili nalo tunaliangalia katika darul mafasidi wa hafdhi nasli. Darul mafasidi, umeeleweka? Ndiyo tunaweza tukawa tusimteze nguvu kwa sababu sheria imetuambia tusimlazimishe. Lakini sheria hiyo ambayo imetuambia tusimlazimishe, sheria hiyo imetuambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila. Imefikia hatua kwamba zinaa wazi wazi, nje tutaiona, aonekana kabisa mtoto wa kike hapa, ukimtafuta basi yuko huko kwa bwana Abdallah huko, muda wote katote, kimkosa tu, ukimtuma dukani akichelewa tu, basi ujue kenda kwa Abdallah. Hatari kweli kweli. Ukimtuma dukani akikwambia ile imepotea tu, basi ujue kaionga. Ifikia hatua mpaka watoto wa kike waonga wanaume, sawa, wafu hao. Kwa sasa kwa ajili ya kuonesha madhara ya kuleta wajukuu wa zinaa katika nyumba, dhara almafasidu khairun wa aula min talbi almasalihi, kuondosha madhara ni bora kuliko kutafuta hayo maslahi ya kutafuta radhi na nini, sawa. Lengo ni hifadha nasli, kwa ajili ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi kizazi. Tuko pamoja? Asinzia mko macho hal yajuzu nikahul hamili min zina. Swali jingine lauliza, je, inajuzu ndoa ya mjamzito, ndoa ya mwenye mimba, sawa, ndivyo hivyo, inayotokana na zinaa? Yajuzu ndoa ya mwenye mimba ambayo inatokana na zinaa? Wa nas'alullah an yahfadhana min, tunamuomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi kutokamana na hilo la ndoa zinazotokana na zinaa. Aljawabu ni kwamba naam, jawabu ni moja kwa moja inatuashiria ndiyo, yajuzu nikahul hamili min zina, inajuzu ndoa ya mwenye mimba inayotokana na zinaa. Sawa uzani biha, ni mamoja, mwenye kuoa ndiye mwenye kuzini, sawa. Sawa uzani biha, ni mamoja, yule mwenye kuoa ndiye mwenye kumzini huyo mwanamke. Wa ghairuhu, na asiye kuwa yeye mwenye kuoa, huenda fea ikawa labda kijimimba kile kakiokota huko walikokuwa akitumwa. Wewe ukifika saa 12 mtoto wako wa kike wamtuma dukani saa 12 jioni, sawa. Katika mazingira yetu tunayoishi hapa, ifikia hatua kwamba wamtuma dukani kutoka hapa mwendo takribani wa dakika 15 mpaka nusu saa. Wajua kabisa huyu dakika 20 itakuwa haonekani, au wakati mwingine dukani ndani ya dakika 10 asharudi. Wewe umuona mtoto dakika 20, dakika 30 hajarudi, watarajia nini? Sawa. Kuna wengine mzee wapenda kunywa maji haraka haraka kweli yani. Kuna wengine wanywa maji haraka haraka. Kwa hiyo usipende kumtuma mtoto wa kike dukani. Zamani ilikuwa mtoto wa kike ikifika saa 12 jioni hatumi dukani. Tumeelewana hatumi dukani kabisa. Kwa hiyo inajuzu ndoa ya mke ambaye ni mwenye mimba inayotokana na nini? Na zinaa. Lakini wayajuzu watuha, ndio, na inajuzu kumwatii, kumuingilia, lakini ma'al karaha, lakini pamoja na makuruhu. Sawa, umeeleweka vizuri Haya, kuna swali?
Umeeleweka? Basi tasema wa hadha yakfi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.